Hadithi ndefu ambayo imepokewa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema ya kwamba inna fi jannatin adnin khairin, peponi siku ya kiyama kutakuwa na jengo kubwa au aina ya mji, lakini katika mji huo kutakuwa na mtu mmoja amepanda farasi, balaqun musarrajatun bil yaqut, yule farasi amepambwa kwa madini ya yaqut, madini ya thamani, wa zabrajat, na madini ya zabrajat, dhawatu ajnihatun, yule farasi atakuwa na mabawa ya dhahabu, la tarufu wala tabul, haendi haja yoyote huyo mnyama, yarkabuha awliya Allah, huyo farasi atapandwa na wale mawali wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tunasoma pia katika riwaya pepo ina milango kadhaa, milango 8, na moto pia una milango 7, na katika kila mlango mtu ataingia kwa fadhila ya vile vitu alivyofanya duniani. Pepo pia ina darajat. Ndio maana Mtume siku moja alimwambia maswahaba zake ya kwamba idha sa'altumul jannata fas'alu al-firdaus, mkikaa chini mnamuomba Mwenyezi Mungu awape pepo, ombeni pepo ya Firdaus, fa innaha a'la al-jinan, hiyo ndio pepo ya hali ya juu kuliko zote. Hata ile milango ya pepo pia ina daraja, watu fulani wanakaa sehemu fulani, watu fulani wanakaa sehemu fulani. Vile vile katika moto Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amegawanya miji ya moto, au amegawanya milango ya moto. Kuna watu kiwango chao cha moto ni fulani anaingia katika mlango fulani, namna hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amegawanya. Kwa hivyo siku ya kiyama pia kuna majuto kama tulivyosema. Katika hiyo pepo kuna farasi ambaye amepambwa kwa dhahabu na madini ya thamani. Mtume anasema fatatiru bihim fil janna, huyo farasi atakuwa anatembea na huyo mtu au watu katika pepo tofauti, haithu sha'u, popote utakapotaka kwenda huyo farasi atawapeleka. Fayunadihim ahlul janna, watu wenzao walioingia nao peponi watawaita wale mabwana, watawaambia ya ikhwanina, enyi ndugu zetu, ma ansaftumuna, mbona hamjatufanyia sawa sawa? Wanawalaumu wale ambao katika pepo nyingine ya hali ya juu, ili hali na wao wako katika pepo. Wanawaambia hamkutufanyia sawa duniani, mbona mlituelekeza mambo fulani kadha mazuri tukayafanya, nyinyi mlikuwa mnafanya nini? Thumma yaqulun, ikisha wale watu wengine wanawalaumu wenzao watasema rabbana bimadha nala ibadaka minka hadhihi karama, ewe Mola wetu, kwa nini hao waja tunawaona wamepata hizi karama? Mbona ni watu wanaonekana ni watu wa hali ya juu sana, aljalilatun, kubwa, dunana, lakini sisi hatukulipwa namna hiyo, ili hali tumeingia peponi tulikuwa tunafanya mambo mema. Fayunadihim ahlul janna, wale watu wa peponi watawaita wenzao, watasikia sauti kama inatoka tahta al-arsh, chini ya utukufu wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu, katika matendo tunayoyafanya kila siku katika ulimwengu huu, kila mtu Mwenyezi Mungu anamlipa kwa kulingana na anachofanya. Ikisha ile sauti itawaambia hivi, innahum kanu yaqumuna bil-layl, hao mnaoona hao walikuwa wanasimama sana kuswali salatul layl. Namna mnavyoona wanaenda kila mahali wanapopenda, sio bure. Nyinyi mlikuwa mfanyi kama wao. Kanu yaqumuna bil-layl, walikuwa wanasimama sana kuswali usiku. Na miongoni mwa sifa
za wafuasi wa Ahlul Bait alayhimussalam, sifa moja kubwa ni watu ambao wanaswali sana usiku, yakumuna layl, wanaamka usiku wanafanya ibadati. Na siku moja Ali bin Abi Talib akiwa Kufa anatembea na jua na mwanga wa usiku wa mwezi unamulika, akasikia watu wanamfuata nyuma, grupu la watu. Ali bin Abi Talib akawaambia, man antum, nyinyi ni wakina nani? Ali bin Abi Talib akamwambia, nahnu shi'atuka ya Ali, sisi ni wafuasi wako Ali bin Abi Talib. Ali bin Abi Talib akasimama akawatizama mmoja baada ya mmoja, akawaambia, mali la ara alamatu shia fi wujuhikum, mbona nawaona usoni hamfanani kama wafuasi wangu nyinyi? Wale mabwana wakashangaa kuambia, wama alamatu shia ya amira almu'minin, alama ya wafuasi wako ni gani hiyo? Ali bin Abi Talib akawaambia, dhablu ash-shafatain likithrati dua, ni hizi lipsi zao hizi zimekauka kwa sababu ya kusoma nini? Dua kila siku. Kwenye Mafatihul Jinan zamani, kama zamani Sheikh Abu Ayman atakuwa anakumbuka, alikuwa anatutolea mawaidha kuhusu salatul layl, akasema inatakikana kama atakuwa anakumbuka, kwa mwanafunzi asome ile Mafatihul Jinan mpaka faharas, mpaka zile faharas zote unazipitia, dua utawassul, hadithul kisa zote unasoma. Wala walioenda Iran wakamtembelea au wakatembelea nyumba ya Sayyid Ayatullah al-Uzma Khomeini rahmatullahi alayhi, alikuwa anaishi kwenye nyumba ambayo ina mita 10 kwa 10. Kwenye ile nyumba yake ukienda unakuta kuna Mafatihul Jinan zimejipanga kuanzia kwenye floor ya chini mpaka juu, lakini ni mafatihu ambazo zimechakaa sana. Ule msimamizi wa pale tukamuuliza, hizi mafatihu za miaka mingapi? Akasema zatoka miaka ya 72 alikuwa anasoma Ayatullah al-Uzma Khomeini rahmatullahi alayhi. Kila siku alikuwa anasoma mafatihu. Wale wasimamizi wa pale wanasema ya kwamba ukizifungua na kuruhusu na zifungua, unakuta karatasi kimwagiwa maji na film naifahamu inajikunja. Kwa hivyo mafatihu unakuta imejikunja mpaka haijifungi vizuri. Kwa nini? Ayatullah alikuwa anasoma zile mafatihu analia mpaka machozi yanajaa kwenye zile kurasa za ile Mafatihul Jinan. Hao ndio watu ambao Mtume anawazungumza hapa, watakuwa katika sehemu kiasi wenzao watawashangaa, innahum kanu yaqumuna bil-layli, wao walikuwa wanasimama usiku, wa kuntum tanamuna wa kanu yasumun wa kuntum taakulun, wao walikuwa saumu ni wao ni yao na saumu na wao, mchana wanafunga, usiku wanasimama. Wa kanu yatasaddaquna, walikuwa wanatoa sadaka sana. Wa kuntum tabkhalun, nyinyi mlikuwa mnaficha vile mlivyokuwa mnavimiliki. Ndugu zangu, sadaka ni kitu cha muhimu kwenye maisha ya mwanadamu. Ni aibu sana, na kama hatujasema hamna pengine pa kusema, tunapitisha ili kapu letu hapa, tunatoa anwani, tunasema hivi, hii sadaka ya Ijumaa kila siku tunaipeleka kwenye makaburi yetu ya Njiro, labda kutengeneza barabara, kulipia maji, kuweka ukuta, labda fence ya umeme, kununua taa. Ni kitu cha ajabu na cha kushangaza. Baadaye tukija kuhesabu tunakuta iko 3500. Kwenye msikiti tumejaa tu watu 59 mathalan au 70. Lakini ikifika mahala ndugu yako amefariki, unapata wahaka na msukumo wa kuwalazimisha watu, ndugu yangu anataka azikwe mahala fulani. Pale mahala ulipanda, pale ambapo ndugu yako unataka akalale pale. Na sisi imani yetu au aqida ya Ahlul Bait ni kwamba la tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata, wale waliolazwa pale wamekufa wakiwa wameshika bendera ya Ali bin Abi Talib. Unampeleka au unapambana ndugu yako katika ile sehemu, haukuwahi
kulipia maji ya mwezi mmoja ambao pengine itakuja 7,500. Kwenye kapu hapa unaweka 100, 200, zile hela ambazo unaona huzihitaji na unaziweka pale. La, ni aibu kubwa katika msikiti wa Ahlul Bait alayhi salam, Ansarul Imamiyya. Ndani ya mwezi mmoja ukipiga yale mahesabu ukishusha, unakuta mlipata 24,500. Ajaba, ni kitu cha kushangaa. Sasa wewe tarajia kwenda kupata lawama siku ya Kiyama. Wakanu yatasaddaquna wa kuntum tabkhalun, wao walikuwa wanatoa sadaka, nyinyi mlikuwa mnafanya ubakhili. Wakanu yadhkuruna Allaha wala yaftarun, walikuwa wanamtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na wala walikuwa hawachoki kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na mambo yote ambayo Mtume Muhammad alikuwa anatuhadithia sisi ni wahai, au mengine alikuwa anayaona au aliyaona alipoenda Miraj. Siku moja aliwahadithia masahaba yake ya kwamba akawaambia, yauma usriya biya ila samawat, siku nilipochukuliwa kutoka ardhini mpaka mbingu 7, wajadtu au raaitu malaika, niliwaona malaika fulani, yabnuna, wanajenga majengo makubwa, husuran, majengo makubwa, wanajenga na nini? Mudhahaban, yamenakishiwa kwa dhahabu, mengine yameisha, mengine yako kwenye lenta kama insaha ta'bir, mengine ndio yanaanza chini. Mtume anasema, lakini niliona kitu cha kushangaza kwa wale malaika. Jambo gani? Kuna saa wanajenga, kuna saa wanakaa kivivu, kuna saa wanaamka wanajenga kwa bidii sana. Jibril ambaye alikuwa ni kiongozi wa mtume kutoka ardhini mpaka katika mbingu 7, akamwambia, ya Jibril, ma hadha, hili jambo gani? Mbona sijawahi kuliona? Jibril akamwambia, salu ya Rasulullah, waulize hao malaika ni kwa nini wanafanya jambo hilo. Mtume anasema, nikawasogelea kisha nikawauliza, ma balukum, kwa nini mnafanya hivi? Mnajenga, naona majengo mengine yameisha, mengine yako katikati, mengine yanaanza. Wale malaika au wale malaika wakaambia Mtume ya kwamba, hum atba'uk, haya majengo unayoyaona haya yaliyoisha ni miongoni ya waja wako kule duniani, na haya mengine yanayoanza vile vile ni ya waja wako, na haya unayoona yako kati pia ni ya waja wako. Mtume akawaambia, lam afham ba'd, sijaelewa kwa nini naona haya tofauti. Wale malaika akawaambia, rijal min ummatika ya Rasulullah yadhkuruna Allaha kathiran wa yadhkuruna Allaha thumma yumsikun wa ba'dhum la yadhkuruna Allah. Ya Rasulullah, haya yaliyoisha haya ni yale ya waja wako ambao wanamtaja Mwenyezi Mungu wala hawachoki kila saa, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illa Allah, wallahu akbar. Haya majengo unayoyaona haya ndio ya hao waja. Mtume akawaambia, na haya ambayo yako kati na kati hayajaisha wala hayako chini sana, akawaambia, ulai min ummatik alladhina yadhkuruna Allaha fayumsikun, hawa ni wale watu wa season za kufanya ibada kama zao la korosho. Kuna watu wao mpaka wapate tabu na wanaanza mambo ya ibada. Mtu alikuwa hawezi kuswali salatul layl, lakini madhari na jambo liko mbele, na hiyo ni ibada ya kibiashara baina yako na nafsi yako. Na Mwenyezi Mungu alipokuwa mkarimu, wewe umekuwa ni muovu miaka mingi, lakini ukasema, sasa nataka kumrudia Mwenyezi Mungu ili nifanikiwe katika jambo langu. Mwenyezi Mungu anafanya nini? Anakupa. Ndio katika dua Abi Hamza Imam Sajjadi anasema, wa anna rahila ilaika qaribul masafa, ewe Mwenyezi Mungu wangu, kukufikia wewe ni masafa madogo sana. Ukitaka kumfikia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, au unahitaji kwenda immigration ukachukua passport, ukaenda mahali ukachukua karatasi ya mwenyekiti, ile maamuzi yako ya moyoni, ile ndio certificate yako kumfikia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa anna rahila ilaika qaribul masafa, hauvai nguo nzuri,
au nunui begi kubwa, au fanyi gari lako service ukasema utachoka njiani. La, ni innamal a'malu binniyat. Ile nia yako ndio inakutoa katika janga fulani kukufikisha katika janga fulani. Mtume Muhammad alipoona lile tukio akarudi huko, akawaambia maswahaba zake ya kwamba kila atakayetaja au atakayekuwa anafanya adhkar kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atapewa husuran fil janna. Na sahaba akasimama, au sahaba mmoja akamwambia, ya Rasulullah, nahnu nadhkuru Allah kathira, tunamtaja Mwenyezi Mungu sana, tutakuwa na majengo mengi huko peponi. Mtume akamwambia, intabihu, kuweni makini, la tuhriquhunna binnar, kuweni makini msiunguze zile kasri na moto. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya kusema uongo, kwa sababu ya kusengenya, kwa sababu ya kufanya jambo fulani ambalo linamuudhi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala.